Habari. Asante sana, asante kwa uwepo wenu. Nafurahi tunaendelea kupata maoni kwa sababu tulishare kitu kwa baadhi ya watu na tunapata maoni tunawajibu, lakini pia tukiwajibu tunaamini kwamba hawa watu ambao wanatupa hizo feedback ni sample space ya population nzima. Ndio maana tunakuja kama hivi kwenye media au kwenye social media na kuweza kushare ile feedback ambayo tumeipata kutoka kwa watu ambao tumeshirikiana nao kwenye product yetu ya Hurry Up. So kitu kimoja ambacho natamani leo nikiseme na kwa msisitizo sana ni kwamba kuna muda huwaga tuna take more than what we give kwa watu ambao tunawaita watu mashuhuri au watu maarufu ambao wanatu entertain, wanatufundisha, wanatubariki kwa vitu vingi. Kuna wakati huwaga naona kabisa kwamba mazingira ambayo tuko nayo si ndio tunaopokea zile vitu ambavyo wao wanapata. Na unaweza usinielewe, lakini ninamaanisha kusema hivi. Kuna msemo huwa napenda kusema napata nafasi ya kufanya presentation ya solution yetu ya Hurry Up, nasema kwamba uwepo wa mitandao ya kijamii umetengeneza watu wengi wenye ushawishi kama sio watu maarufu, si ndio? Na baada ya watu kujikuta hapo walipo kwamba wanakubalika na wanapendwa na sehemu kubwa ya jamii ambao wanapatikana wao, swala la pili linakuja ni kwamba wametumia nguvu kubwa sana kufika pale ambapo walipo. Ukimtafuta mtu yoyote ambao unamheshimu kama mtu maarufu, uhalisia ni kwamba ametumia nguvu kufika pale alipo. Huwa napaga hata mfano mmoja rahisi sana kwamba wewe ukienda kwenye social media platform ya mtu maarufu, unaweza kuona pale kuna posti 2000, 3000, mpaka posti 10,000. Mimi kuna mtu namfuatilia na posti 10,000. Sasa posti 10,000 tafsiri yake ni kwamba na huyo mtu hayuko kwenye social media kwa miaka 10. Hapana, wengine wana miaka 7, miaka 5, lakini ana posti 10,000 plus. Sio followers, post. Hii inatafsiri nini? Hata ukisema kwamba kila siku moja awe na posti moja, ndani ya mwaka mmoja ni posti ngapi? Kimahesabu kwa siku moja ndani ya mwaka mmoja ana posti moja ni posti 365 na nusu. Waga na robo, si ndio? Kwa maana ya siku. Sijajua robo ganaendaga wapi. Au tuongee lugha rasmi, waga ni siku 366 kwa mwaka mkubwa. Sasa siku 366 maana yake ni posti 366. Lakini unakuta mtu ana posti 10,000. Maana inabidi uchukue ile 10,000 ile uigawanye kwa 366. Unapata kitu gani? Mathematically hapo watu wangu wa hesabu mnaweza kufanya hapo hesabu zenu mkaniambia. Ukichukua tu ile posti 10,000 ukazigawa kwa 10 ambao ni sawa labda ushumu kwamba ukazigawa kwa ngapi? Kwa 10, si ndio? Ili upate kwamba kila mwaka alikuwa na posti ngapi? Ni sawa na posti 1,000 kwa mwaka, si ndio? Kwa kama ni sawa na posti 1,000, kwa lugha rahisi ni kwamba huyo mtu alikuwa na posti labda kwa siku mara 3, tuseme mara 3 mara 300, tuseme posti 900, si ndio? Sasa hichi kitu unasema mbona hesabu za kawaida watu tunaposti sana? Usiseme hivyo. Unapokuwa una namba kubwa ya watu wako na maswali unapotaka kupost kitu, nadhani watu mashuhuri watakuwa nafahamu, sababu unawaza hii kitu comment zitakuaje kwa wadau, wataipokeaje. Yaani ni kama vile mtu ambaye anapika chakula, lazima makini kwamba chakula ladha yake itakuaje kwa wateja wangu. Ndivyo ambavyo wanakufikiria wale watu wanavyowachukua nyinyi kama audience, au sisi mimi na wewe kama audience wao au followers wao. Hawachukui kama mtu wa kawaida tu. Mtu ana followers milioni kadhaa, lazima awe conscious, lazima awe ana utimamu anapotaka kufanya vitu kama hivyo. Lakini wana ujasiri wa ku make sure kwamba ile consistency ya kupost inakuwa ni endelevu. Wewe hapo ni shahidi. Ukitaka kupost waga unafikiria itakuwaje, unawaza, unakuwa una double check mara moja mara mbili, baadaye ndo unapost, ndio mwingine unaingia mitini unasema hii post kama sielewi, lakini yeye yupo pale anaposti kila baada ya muda fulani kama sio kila siku. Hiyo commitment tu inastahili huyu mtu tumreward kitu. Sasa nimesema kwamba ninapofanya presentation huwa nasema kwamba mitandao ya kijamii imeongeza idadi kubwa ya watu mashuhuri kama sio watu maarufu. Lakini swali ni je,
wanawezaje kubiasharisha ushawishi wao na kupata matokeo kwa njia hiyo hiyo ya kidijitali. Yaani kama ambavyo wao wanatumia simu kutengeneza maudhui, kwa maana ya content, wengine wanasema, alafu wanazipublish kwenye social media, na yuko kwenye social media huko ndo kuna watu duniani huku mitano waishi hata wajulikana, lakini kuna maneno akifika kila mtu anamsema, unamuona jamaa. Sasa lengo ni kwamba wasitoke huko ambako wanakojulikana alafu ndo aje huku duniani ambako wajulikana ndo watafute tena riziki tena huko, watafute na pesa huko. Hapana, tunatamani huku kwenye mifumo yao ambayo wanapatikana wanaonekana ni maarufu, mifumo hiyo ya kidijitali kupitia internet, unavyowasha data na kuingia kwenye online, na sio natamani huku ndio kuna vyanzo vyao vya kipato, kama vile ambavyo muziki ambavyo ndio kipaji chako, muda wote una spend time ukiwa studio ukiwa na shoot, tunatamani pia kupitia muziki huo ndio ukunufaishe. Kwa hiyo Hurry Up lengo lake ndo hilo, kwamba ziwepo njia za kidijitali za kimapato ambazo zitampa manufaa huyu mtu ambaye ni mchekeshaji. Tumekuwa tukifurahi tukiona sasa tukiingia kwenye page yake, ukiangalia chokipost una enjoy. Wengine mpaka tunarudia post za nyuma kuendelea kucheka kwa sababu zikuchekesha zaidi, uko unazirudia tena uende kufurahi. Wengine mpaka una download ile video ukae nayo uende kucheka nayo. Kwa hiyo mtu atasema wanapata pesa, wanafanya matangazo. Wewe nikuulize swali moja. Wewe tangu uanze kufuatilia page unahisi amepata matangazo mangapi? Na namba ya post za matangazo, namba ya post za kuengage na audience wake, kwa maana content ambazo unaziposti, ratio ikoje? Nadhani unaweza kanielewa ninachokiongea kitu gani. Kwa hiyo si kweli kwamba wanapata matangazo kuongea tu kwamba kwa matangazo haya ambao wanayapata ndio chanzo cha wao kuwa na ujasiri kila siku kuja tena na kushare na nini. Kuna watu wanasema ni burudani kwao bwana, wakiwa watu mashuhuri na wenyewe wanafurahi kwa wanafurahi maarufu wao. Umaarufu bila pesa kuna muda ni mzigo na wao wanajua. Nimeanza kusema muda mwingine we take it more than what we give, kwamba hoga tunachukua sana vitu ambavyo tunatoa kutoka kwa watu. Na hii ni kweli kwa sababu kuna phrase nyingine pia hoga anaisema kwamba mfumo wetu Hurry Up tukiupokea ndani ya miaka 5 hadi 10 baadaye tutatengeneza watu mashuhuri ambao wana vipato vinavyoendana na umashuhuri wao au maarufu wao. Hii pia ni muhimu sana kwa sababu kwa maisha ambayo tuko nayo sasa hivi tuna watu ambao ndio ni mashuhuri, lakini ile ratio ya kipato haiendani na maarufu wake. Ile kitu hoga inawasumbua sana kwa sababu kuna aina ya maisha hoga wanatamani kuishi, wanashindwa kuishi kwa sababu uwezo wa kudeliver yale maisha hawana. Ndio maana si tuko hapa tunasema umaarufu alionao basi kipato kiendane na ule umaarufu ambao yuko nao. Na naongea hivi nikimaanisha kwamba simaanishi kila mtu ambaye atakuwa maarufu atakuwa tajiri, hapana. Ila level ya umaarufu wake inapofika iendane na uchumi wake ambao uko kwenda. Sasa simaanishi kwamba swala eti inabidi kuwa kuna elimu ya fedha na tunzaje fedha zake, matumizi yake yakoje, hapana. Hata kama hujamfundisha hayo, mianya ya kuingiza fedha bado ni michache. Kwa kwanza tuongeze mianya kuingiza fedha, afu tumwambie kwamba fedha anazozipata atazitunzaje ili baadaye hiyo wimbi la maarufu likija likaporomoka au hiyo usije ambao ipo kija kaondoka, angalau awe na akiba au awe na maisha mengine, sababu of course vitu vina upepo na kuna mazingira ambayo unaweza kuwa uko hapo, ulikuwa ni mchezaji bora, unafunga magoli sana na nini, tunakufahamu, tutaongea na wewe of course sababu unatufurahisha. Siku ukiwa uchezi hatuwezi kuongea na wewe, utamtafuta ambaye anatufungia magoli. Kama mimi ni shabiki wa Yanga, ulikuwa unachezaga Yanga, ulikuwa unatufungia magoli, tutakupiga simu, tutaongea na utafurahi. Lakini ukiondoka mimi nitaenda kushabikia Yanga, yule ambaye atachukua nafasi yako ataenda kufunga magoli, nitaenda kumpigia yule. Sasa hicho kipindi wewe ukiwa haupo pale utafanyaje kiuchumi? Hiyo sio point ya leo. Point ni kwamba hiyo njia nyingine nje ya mshahara wako, nje ya kupewa nafasi ya kutangaza matangazo, unaweza kutengeneza kipato kwa staili nyingine kwa sababu wewe ni mtu mashuhuri ambaye unapendwa na wengi. Hiyo ndio mantiki ambayo naisema hapa. Na hii tunaita kwa kizungu monetization model au monetization strategy ni chache kwa watu wetu mashuhuri wa Kitanzania. Mataifa mengine yanayoendelea wana njia nyingi sana za kuingiza fedha ukiwa mtu mashuhuri, lakini kwetu hapa ni chache. Kwa tunatamani kidijitali sasa iwepo njia nyingine ambayo watu wataengage na watu wao, lakini mwisho wa siku nao watu watafurahi kuengage nao, na at the end hawa watu maarufu na wao wataongeza kitu kwenye mifuko yao.
ili tusije kuwa na wimbi la watu maarufu ambao tunapenda kuwa wanapotea from nowhere. Tunasema wana vanish. Yaani siku moja darasa alikuwa anaongea kitu kimoja, nifuatia, alikuwa anaongea yuko na kuna podcast moja ya Salama na ya Stone Town. Kwa wale ambao wanafuatilia Oga na hojigi watu mashuhuri kadhaa. Kwa sababu mmoja anamhoji darasa akasema, akatoa mfano mmoja very sensitive in terms of ukiwa na mtu ambaye unafikiria kwa namna tofauti. Yeye akanasema kwa sababu itokea kuna muda alihiti sana kimuziki afa akapotea, afu ikakaa miaka kadhaa kimya, afu baadaye ndo akaja akarudi tena. Yeye akasemaje kwamba unapokuwa huko dukani afu unauza wateja wengi, unauza alafu ukihesabu hivi unaona kama mapato yanaendana na ile idadi ya watu ambao unahudumia. What do you do? Unafanya nini? Yeye akasema ukiona hicho kitu kinatokea, kama mtu ambaye unafikiria vizuri au una busara, inabidi kwanza uambie watu msubiri kwanza. Afu ufunge duka uingie ndani. Afu angalia hivi, kwani nakosea wapi? Mbona nauza sana wateja naingia wengi? Afu nikipiga hesabu zangu kama sioni ninachokiingiza. Sio, unanielewa? Kwa hata watu mashuhuri pia waga nafikia hizo moment. Waga na turning point zao, wanasema mbona nakuwa maarufu sana na kwa maarufu wangu unanipa gharama ya kuishi, siwezi kupanda daladala kawaida, siwezi kutembea mitambo natembea kawaida, lazima niwe na usafiri, lazima niwe na nini, lakini natumia pesa zangu mwenyewe. Hichi kinachonipa umaarufu sioni kinipa pesa ambazo zinanifanya nisiwe mtu wa kawaida, sio raia kawaida. Hicho ndio kinafanya watu warudi nyuma, waseme subiri kwanza. Kwani siwezi kufikiria vinginevyo? Hata kiasi umaarufu wangu niachane nao tu, hii ni vitu ambavyo vinaendelea kuingiza kipato. Kwa sababu tunasiku natokea ni kwamba, na ndio kimahesabu iko hivi kwamba ukiona mtu anafanya kazi kwa ajili ya maarufu, afu anaenda kumaintain maarufu, ule maarufu amuingizi pesa. Kibinadamu maana yake nini? Kuna vitu waga anavifanya nje ule maarufu ambao vinamuingizia pesa, ambao vinamfanya sasa aendelee kusababu kama mtu na kuendelea kudeliver hizo content ambazo nyinyi mnazipenda. Na hicho kitu ni hatari sana, sio sustainable, hakina sustainability, sio kitu endelevu. Mtu kuna siku atasema it's enough, kwa sababu wezekana nitaanza kitu ambacho kinanifanya niwe nijitenge na jamii yangu kawaida, nilipie kitu fulani, nisitembee maneno fulani, nisipande ndege nikaa kwenye economy, nikaa kwenye business class, nijitenge kidogo na watu, lakini yote ambayo nafanya niwe hivyo hayanipi hicho kipato cha kukaa hivyo. Mtu ataondoka. Kwa hiyo watu wetu wasiondoke ambao tunawapenda, na tuendelee kukuza vipaji vyetu kama sisi kama Watanzania. Lazima kuna njia nyingine. Haimaanishi kwamba njia hizo hazifanye kazi, hapana, zinafanya kazi. Na tunazipenda na nzuri, lakini inapaswa kuwa kuna namna nyingine ya ziada kama sio kuu ambayo inaweza kawapa kipato endelevu watu wetu mashuhuri tunawapenda na tunapenda kuwasikiliza na kuona maudhui yao. Kwa nadhani nimejibu comment ya kwamba kwa nini tunalipa. Tunalipa kwa sababu kwa siku tunatumia sana kuliko vile ambavyo tunavyotoa, kitu ambacho kuna muda inakuwa si vyema. Thank you na Mungu awabariki. Bye.